mimi nishike na mkono wangu, tukasema nyumba hii, tulizungumzia dawa, wewe dawa, nyumba hii hauna makao. Umesikia? Na kutoka leo usikuje hapa tena. Tukaenda tukazichoma, watoto walipona. Hello, watoto walipona. Na ikakuwa ni hivyo na hivyo. Sasa ikakuwa labda ni dawa ya kukohoa, ile inaitangwa cold syrup, sijui cold syrup. Hizo ndizo tulikuwa tunanunua, lakini hizi zingine tulikuwa tumeanza mpaka kununua dawa ya asima, ile ya kupuliza. Kwa sababu kifua ya mtoto ilikuwa inashikana. Sasa tukaambiwa lazima tuweke nika. Hapo ndio sasa niliona hii digotoria ruru. Ate mwana leo ndaja kumuhuhereria, na hiyo kitu kimuhuhereria imekaa permanent. Nikajua hapa hii ni uchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kidogo kidogo nakuta kuna antibiotic hii, antibiotic hii, antibiotic hii, mpaka unasikia daktari amekwambia mtoto amezoea hii antibiotic, sasa badilisha. Nikaona hiyo hapana, haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu vingine lazima tukatae. Mwambie mwenzako nimekataa. Nimekataa. This kind of life that I'm living, it has to come to an end. Umaskini huu, the punishment, the persecution, mateso ambayo nayapitia, sasa imefika mwisho. Kuna vitu vingine lazima ufanye maamuzi. Hello. Ufanye maamuzi kama Esther alienda akasema if I die, hata nyinyi amuelewe, if I die, yes, nitaigia, nikuingira guko. Yani wako ni gukwareke gwe. No kuingira kuliko kuandikagwe. Kuna mwanamke alikufa akijaribu kusaidia watu wao. Kuna mambo lazima tukatae. Umaskini si kitu ya kukaa nayo. Hukutengenezwa ukiwa maskini. The Bible in the book of Genesis chapter number 1 verse number 27 inasema and God blessed them. Na Mungu akawabariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akafanya nini? Akawabariki. Kwa hivyo kuna mtu dunia hii mwenye hajabarikiwa. Na kama hauna pesa sio kwa sababu hujabarikiwa. Hauna pesa kwa sababu ya nini? Kuna kitu mumekosana na Mungu. Ushafikiria hivyo? Ushafikiria kitu kama hiyo? Kwa sababu Genesis chapter 1 verse 26 inasema na nitobe modo ohiana tayo, tutengeneze mtu aliye kama sisi. Na wakatengeneza mtu aliye kama nani? Wao. Alafu akamwambia nimekupatia samaki ya maji, nimekupatia ndege wa angani, nimekupatia wanyama na hata misitu yote nimekupatia. Uwe ukikula na utajirika kutokana na hizi vitu. Kwa hivyo manual ya kuishi dunia hii uko nayo. Ama hauna? Sio ni manual. Hebu tufungulie hiyo Genesis 1 verse 26. Na Peter unipatie hai peke yake, kale kajuu, kale kakwaza kajuu. Kaende juu kidogo. So Genesis chapter number 1 verse number 26, 27 and 28 tuangalie tuone kama ni Mungu amesababisha matatizo uko nayo ama ni wewe. Because kuna vitu vingine lazima tuangalie tuone is it God? Na kama si Mungu ni nani? Maybe it could be you ama si wewe. Yes, thank you. Maybe it could be you ama mtu mwingine, because tupatie Kiswahili kuna shosho hapa. Sasa wewe ulipita hapa, si uliona shosho? Sasa unataka waanze kunilani hapa kanila kaukaragio githungu na Githwairi. Netigo ngatha mugati kujambia na kuria kuria muikaraga. Ningitekera gucamba nie. Mutiko jambia. Ni taya matari athomu tu wewe ndo iguaga wewe ndo iguaga githungu wega ona Githwairi ni kuria uragia gikarage handu ni ndakihunjiri nduri wathoma ngurihire ngumbaru ngurihire thukuru ya ngumbaru, thukuru ya andu akuru. Ndui hota gwethere kanyamu ga kuria. Kisha Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mnanielewa? Kisha Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano nini? Kwa mfano wetu.
Kwa hivyo mtu ametengenezwa kwa mfano wa Mungu. Sasa ukiangalia kwenye serikali ya mbinguni, ama kama unaweza kuwa umepata ripoti, kuna umaskini mbinguni. Mungu mwenyewe ni maskini, lakini umetengenezwa kwa mfano wa nani? Umetengenezwa kwa mfano wa Mungu, kumaanisha chochote ambacho umetengenezwa nacho ni cha mbinguni. Material, sura na kila kitu ni cha mbinguni. Kumaanisha uko na kitu kimoja, advantage moja ambayo haina vitu vingine, maana umetengenezwa na mfano wa kitu kilicho mbinguni. Namba 2, ikasema kwa sura yetu. Yaani hiki kitu walisema wakitengeneze ni kwa sura ya nani? Ni kwa sura yao. Alafu atawale. Kwa hivyo alitengenezwa, binadamu alitengenezwa kwa sababu kuna kusudi. There is a reason why you are made. Bwana Yesu asifiwe sana. There is a reason. You are not just created without a reason. Okahaha, kuja hapa. Leti kama kuja hapa. Na mkuje nyinyi wawili hapa mbele. Nilisema ziweko hapa ndio. Tushogere hahani. Ahogo. Reje muri agima mugioka. Muri agima ni kiraji. Uwo urugagira agima ni kiraji. Ano agima ni bacteria koroko nayo. Yes. Siku igeto hau ndodo wanyu. Muthe ni kyanyu ndiraje. Ni nyu ndirahunjia. Yaani kwa sura, ametengenezwa kwa sura ya watu walio mbinguni. Namba 2, atawale. Kwa hivyo underline hiyo jina atawale. Atawale. Kwa hivyo kutengenezwa kwako katika dunia hii ulikuja ukiwa na mamlaka. The first intention ya God on you, the intention gitumi kia mbere kiria wina kio thino shosho we mwathi atawale. Kwa hivyo everything umetengenezwa ukiwa na foundation. Msingi wako wa kwanza ni kutawala. So you are not here mutawaro, you are here mutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kama hauna kitu, ndio tutaje kumenyera haha kila gitumite wage. Hello. Kile mutikaje komena te igwa yo na kile yaratwira. Kile gitumite wage todo in the first place umetengenezwa ukiwa mtu wa kutawala. Haleluya. Kwa hivyo pesa unafaa kuitawala. Shamba unafaa kuitawala. Utajiri unafaa kuutawala. Vitu vyote viko kwenye maongozo yako. You are the controller. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha akasema atawale samaki. Kwa hivyo umepatiwa power ya kutawala nini? Sio samaki mamangu. Sio vitu zote za maji. Uko na nguvu ya kutawala nini? Kutawala maji. Haleluya. Maana samaki ndio utawala ndani ya maji. Samaki ukimguza kidogo anaingia ndani ya maji na anaendelea kupumua na anacheza kule, anazalia mule, anaishi kule, yani yeye ndiye mtawala. Sasa wewe tukurushe ndani ya maji sahihi. Tukurushe ndani ya maji sahihi. Ndani utarudi. Utaenda ukiendaga. Lakini kuna mtawala kule. Kuna mtu aliye kule ndani, ako na nguvu na ako na mamlaka na ako na kila kitu. Huko anavuta oxygen inaingilia huko. Pale oxygen inatembelea, huwezi jua baka inamkuta huko, anatembea huko ndani, mule huko ndani. Maana ako na utawala wa huko, ako na formula ya kuishi huko ndani. Ndio maana ametaja samaki. Kwa hivyo Mungu amekupatia utawala si wa samaki, utawala wa maji. Kwa hivyo maji, kila kitu chote maji imebeba mule ndani. Iwe samaki, iwe nyangumi, iwe manyoka, chochote ambacho kinaishi ndani ya maji, ginyajorori, zote ziko chini ya mamlaka yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo uko na utawala wa maji. Kisha namba 2 akasema na nini? Samaki wa baharini na ndege wa angani. Kwa hivyo umepatiwa utawala wa nini? Wa ndege, si ndio? Umepatiwa utawala wa anga, sio ndege. Umepatiwa nini? Utawala wa anga. Bwana Yesu asifiwe sana. Na haha niho agoma toho tagira.
hako mutire muamenya. Hapa ndio waganga wanatusaidia, maana wanaelewa mambo kama haya na wanatumiaga mambo haya. Kisha anakuambia namna gani, nitakuelezea wapi. Na wanyama wa kufugwa duniani. Hello, wanyama wanyagoko the nyomo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo umetapatiwa ufalme kutawala anga, kutawala maji na kutawala nchi kavu. Zote ni zako. Sasa tuangalie waganga wametusaidia wapi. Ukienda kwa mganga anatumiaga jiwe, inakuwaga jiwe ya buraki. Unajua hivyo? Kuna jiwe ya buraki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha namba 2 anatumiaga ile kitu ya samaki, ile ya mto, crochet. Inaitwa cowshell. Kauli shell. Ile kanyamo kadi noho. Ile chakole ile ine. Izile hata unafuga unaonaga mumeweka, nilikuona ingine nayo hapa. Ukora kwa mudo mwana dimenyaga. Zinakuwaga kama si, lakini ni ile za mto. Muna beads, mnamstaka beads ama mnashitaka namna gani? Shells. Isio. Ukienda kwa mganga lazima ako na hiyo. Na hiyo mawe. Hiyo mawe ni ile imemenyerwa kutoka kwa aga. Sasa ni ardhi. Kisha hakosagi karuguo ya kuku, ya ostrich ama ya kitu ina represent ulimwengu anga. Bwana Yesu. Kwa hivyo mganga anaoperating na maji na ardhi na anga, amekamata hizo zote. Ndio unasikia wana uwezo wa kukamata anga yako, wana uwezo wa kukamata mashamba yako, na wana uwezo wa kukamata maji ya kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. So these people are clever than us, are smarter than us. Na ndio unasikia watoto wa dunia ni werevu kuliko watoto wa nani? Wenye wa ufalme wa mbinguni. Maana wale wanajua kutumia vitu vya kiufalme. Because hizo zote unapata kwa mganga, ndizo hizo zimeandikwa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndizo anatumia kwa sababu ziko na nguvu. Na anazibadilisha, anatia nguvu zake, anatumia kwenye nguvu. Na sisi wana ambao tumeitanishwa na Mungu hatujui kufanya hivyo. Mimi niliendeka kwa mganga hapa, akanipatia kamukidoli ati niliogwa kerega na magadhi na hii kitu anakata na makasi, ni kitu wiki. Akanifugia na karata na kitu kale ya magoto ile ya madisi, akanifugia na akafuga na kakaba vizuri, akakasa hivi. Akaniambia niweke wapi? Niende nishonelelea kwa suruali yangu hapa. Najua nilinunua pesa ngapi? Shilingi 1300 kamute. Na kwa kwani kuri mukiduri riu handu ingi atuire mukiduri gwakwa ndue ndiwohereria tondu ito mukiduri urakiruta wira ndue ndiwohereria. But that is not the case. There is power in him that he has transferred kwa hiyo mti. Bwana Yesu. Sasa akinena, ameachilia maneno kwa hiyo mti. Sasa hiyo mti mahali popote unapoenda unataona, maana alichukua venye Mungu aliambia. Kisha Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, atawale samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama wa kufugwa duniani yote, na viumbe vyote vitambaavyo tutabi. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse number 27. Sasa kwa hiyo Mungu amekuumba na vitu vyote, na amekupatia vitu vyote. Sasa akaingia na verse, basi Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Naam, kwa mfano wake Mungu akamuumba. Haleluya. Alimuumba mtu kwa mfano wake. Naam, kwa mfano wake Mungu aliumba. Aliwaumba mwanaume na mwanamke. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hivyo kitu cha kwanza alichokitengeneza, alimuumba mtu na mwanamke. Lakini sivyo vitu vya kwanza. Maana anasema already samaki alikuwa ishatengenezeka, miti ilikuwa imeshatengenezeka, wanyama wa angani, wa ndege wa angani na wanyama bado walikuwa washatengenezeka. These things were existing, zilikuwepo kabla binadamu. Ndio kwa maana ametengenezwa kuja tawale. Haleluya. Verse number 28 inasema ya kwamba Mungu akawabariki. Hello. Kwa wanyama wote hawajabarikiwa, miti haijabarikiwa, ndege wa angani hawajabarikiwa, samaki hajabarikiwa, lakini Mungu akawabariki. Sasa kwanza, mwanzo wako
ulitengenezwa kwa kusudi fulani, na pia kwenye hiyo kusudi kuna baraka ya Mungu iliyo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. You are not an ordinary person. Wewe si mtu wa kawaida, ni mtu mwenye amebeba baraka. Kwa hivyo kama hauna chochote, kama unateseka ndani ya umaskini, si Mungu. Mungu ashajiondoa, maana alikupatia, umesikia ndio yasemba, si Mungu. Mungu ashakubariki, alikupatia mamlaka ya wanyama, miti, ndege za angani na samaki, na akakupatia ardhi yote, kisha akakubariki. So ukianza kulilia Mungu shida, anashindangwa ni nini ingine anafaa kukupatia. Hello. Kama ashakupatia ndege za angani, amekupatia samaki, amekupatia wanyama, amekupatia miti, amekupatia ardhi na utawala wake, alafu verse number 28 inasema Mungu akawabariki. When you go back to God kulilia Mungu, Baba niko na shida, anashindagwa niki kigi arenda tondu ndari na kindu kingi athondekete. Alishakupatia vitu zake zote zile alitengeneza, alishakupatia. Hana ama umesikia kuna vitu zingine ametengeneza mpya. Sasa samaki ni yule ule. Samaki alikuja mbele ya binadamu. Nyoka zilikuja mbele za binadamu. Ng'ombe zilikuja mbele ya binadamu. Miti ilikuja mbele ya binadamu. Kila kitu kilicho katika ulimwengu kilikuja mbele ya binadamu. Na sasa unamuumba akonegera kiki atali akonegera. Nataka tulisoni sasa. Si inakuwa kilasi. Wewe sisi tutakuwa ni kilasi. Ni nini unataka akupatia ambacho hajawahi kukupatia? Ni nini hajapatiana? Alipatiana vitu vyote vilivyokuwa kwenye store. Alikupatia mpaka vitu vyote vitambaavyo. Kwa hivyo hata dhigiriri ni zako, hata dhuia ni zako, kunguni ni zako, uzitawale, uziambie. Sasa bado unarudi kwa Mungu kumuomba, unadhi kumhoya koheki favaito unashoka kumuitia ki hata akunegerete, alafu anasema na Mungu akawabariki. Kwa hivyo hawa watu wako na baraka ya Mungu. You are not empty, you are not alone, you are carrying a blessing. Despite kupatiwa mali yote ya Mungu amekupatia, bado aliachilia na baraka. Sasa wewe mundu wa Ngai uyagwetia Ngai ki? No. Tulisane tu maswali, tujibishane. Leo tuongee, tujibishane, tuzungumuse. Dorcas, kwa sababu ninakuonaga hapo milala hapa chini, ni nini unaulizaga Mungu? Ni kumwabudu. We, tondu ni uka wakajira wira ni muthuku, wendaga wike eke atia, atarieka. Wira ni muthuku muno, andu matira, wenda akurutire andu angi, aguthondekere andu angi, akurehere akugura. Wendaga atia, wendaga eke atia. Na nani? Mwanzo amesema verse 28 anasema Mungu akawabariki, kumaanisha kitu ambacho kimebarikiwa hapa chini na Mungu hakiwezi kuchukuliwa na mtu. What God has given you, kile Mungu amekupatia hakiwezi kuenda, maana kimeshikishwa mikononi mwako, na mikono yako ni ya mtu ambaye amebarikiwa. Ule muradhime wagete niki indo cia kwihitha niki, thamaki cia kwihitha niki, ng'ombe iria rirakwihitha niki, mbũri cirakwihitha niki, ngũkũ cirakwihitha, cirakũrĩra niki? Why? Zinakutoroka kwa nini? Ng'ondu cirakũrĩra niki? Mĩgũnda ĩrakuoneka ora niki? Ni nini umefanya? Niki ũhĩtĩirie Ngai? Na ti Ngai ũhĩtĩirie, tondũ Ngai nĩarekireirie, na Ngai ndacokagia. Ngai ndangĩgũtunya kĩrĩa akũnengerete. God does not revoke what he has given you. Ni atunengerire mĩgũnda, agĩtunengera mĩtĩ, agĩtunengera nyamũ, nyoni, thamaki ciothe alitupatia. Kwa hivyo what is the gap? Ni nini hujafanya ambayo inaweza kufanya uaccess hizi vitu za Mungu? Maana it's all about accessing. It is not about ownership. Because nobody has a right to give you. Nobody, hakuna mtu ako na ruhusa ya kukupatia chochote. Vitu hivi ni vya Mungu na alitupatia sisi binadamu tuliotengenezwa kwa mfano wake. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye anafaa kukuwa na kitu ambaye ni chako anyaganye wewe ikae kwake. Hapana. Kile kitu hivi vitu amekupatia na amekubariki, lakini umeshindwa kwenda kuvitafuta. Vimekataa kukuja kwako. Kwa nini?
Niki kigiragia pesa cikare gwaku? Niki kigiragia mburi na ngũkũ cikare gwaku? Ni nini? Ni kwa nini hauna shamba ya kulima mahindi? Ni kwa nini hauna kashamba kakulima hata mboga sukuma wiki? Hauna. Na ukipanda zinakauka. Ni nini? Makosa iko wapi mami? Mahitia meha. Tonetero, God does not revoke. He will never revoke anything. He will never take away. Ile kitu ameachilia kana tigo muhuje. Mungu amesema harudishagi. Na sasa hapa tumeambiwa alitupatia vitu zote. Mutumia addition. Turekere irio indo ciothe utonga wothe na ki mburi na ng'ombe na indo ciothe twina cio. Bwana Yesu amesema. Na ni Mungu alisema. Alafu cha ajabu ni kwamba Mungu akawabariki kuwaambia zaeni muongezeke. Mukaijaze nchi na kuimiliki, mutawale samaki na wa baharini, ndege wa angani na kila kiumbe hai kitembeacho duniani. Musitawale. Yani alikuumba na akakupatia kazi, mamlaka na freedom ya kukuwa na hizi vitu. So ask yourself, what is the disconnect? Ido hizi siole ile ku. Yeah? Atekoligwa. It's a very good answer. Ni kwa kumenya ukorako we murathime na kwa kumenya indo ici ikoragwo cici yaku. Mundu ungi agokana wara agacicioya riu agacoka gukwenderia tondu tiagire kwenderia mundu mugunda. Haufai kuhusia mtu shamba. Haufai kuhusia mtu mahidi. Haufai kuhusia mtu maharagwe. Mtu anafaa kukuja na kuta maharagwe na imemea kwa shamba, anaingia na chuna, anaenda anakula. Ta imagine mundu andu megwaku magitwanya ni iria ciaku. Na imuhonoku. Na wa Jesu kwa jana we muthiomi no thio magera andu mona mugunda gwaku riu magitwanya ni ciaku na makiya thukuma magithi nacio. Na wina kibanga guoko na we muhonoku. Kanwa niko kena kararia kihonoko na guoko kwina kibanga ungikate. Andu ni nyeni ciaku maratu. Na sade ni wothio magaguko. Kumaanisha kuna kitu ambacho tumekifanya, ama kuna kitu tuliondokea, ama kuna maelekezo tumekosa kujua yametusababishia kuishi katika mazingira ambayo tunaishi. Maana Mungu hayuko kwenye matatizo yako. Mungu hayuko, hata shetani mwenyewe hayuko kwenye matatizo yako. He is not there at all. Maana wakati Mungu alikupatia, alikubariki pia. Kumaanisha shetani hana uwezo juu yako. Kitu chochote ambacho kimebarikiwa na Mungu, shetani hana nguvu yoyote juu ya kitu kilichobarikiwa. Bwana Yesu sana. Ndio wakati wale watu waliingia ndani ya Sabina, wakati wa Nuhu, wale waliingia, wote waliingia watu wangapi? Yeah? They were 8. Na wanyama wawili. Si ndio? Sasa tukuje. Wakati nani alikuwa anaitwa? Huyu mtoto wa Nuhu anaitwa nani? Huyu mwingine tunajitaka sisi ndio sisi. Hamu, kitu chote kibaya tunaambia kwa ni Waafrika. Hamu wakati ilikuja apate laana, kukasemekana hawezi kulaanika. Kwa nini? Maana alikuwa ndani ya Sabina. Mtu yote mwenye alikuwa ndani ya Sabina hawezi akalaanika. Kwa hivyo wakati laana ilikuja, ilihama kutoka kwake ikaenda kwa mtoto. Kwa hivyo mtu yote mwenye amebarikiwa hawezi akalaaniwa. Kwa hivyo vitu vyote ambavyo viko duniani viko ni vyako, lakini hauelewi. Kuna kitu haujaelewa, system ya kuingiana na Mungu. It is not that you are poor. You are not poor. Nobody is poor. Hakuna mtu maskini dunia hii. Hakuna. There's nobody who is poor. And there is nobody mwenye anafaa kuwa yeye ndio wako nazo, wewe hauna. Haleluya. Tunafaa sisi zote kukuwa nazo. Sasa ukapata neighbor yako ako na mashamba eka 100 na wewe ni plot unakoboa, unajua kuna makosa mahali fulani. Kuna kitu kimeterezeka. Maana kuna mahali ulisahau mambo ya Mungu, naye Mungu akachukua hizi vitu zote akapatiana kwa neighbor yako. Ndio wakati utamgeukia ukuje, mnaambia neighbor, patia huyu eka 2 ni zake. Ama namna gani? Ama tuna make sense hapo? Unajaribu, nataka tu ujirudishe nyuma. Elizabeth, ujirudishe nyuma. Ni kwa nini nyumba yako inafugwa?
Na huyu anafuga nyumba kwa nini? Ilikuwaje akakuwa na nyumba wao kakosa? Hello. Ilikuwaje? Ni kwa nini umetukana kwa matatu na makaga? Ilikuwaje mtu akakuwa na gari wao kakosa, na vitu hizi zote tulipatiwa na Mungu? Yako ilienda wapi? Shamba yako ilienda wapi? Ng'ombe zako zilienda wapi? Maana tumeambiwa baka samaki, baka manyoka, baka machura, baka mafisi zote ni zetu. Zako ciaku ciathire ku? Tondu guraga iria kwa neibari ciaku ciathire ku? Ng'ombe ciaku cieko? Kana hari andu merirwo muhirigo uyu ni ugakorwo na ng'ombe na muhirigo undu ugakorwo na ng'ombe. Ng'ombe ciaku muthe ciathire ku? Tondu ni twakeheirwo indo ciothe, tulipatiwa na tukapatiwa na tukabarikiwa. Sio tu kupatiwa, bali ulibarikiwa, na kisha ukapatiwa mamlaka utawale. Akakupatia utawala, he gave you dominion, na akakwambia subdue the earth. Sasa what happened? Ati wewe ukikula lazima unakula kwa huruma za mtu. What happened? Ati sasa wokana gari ukiruma kone makaga. Muikana ndira mundu wina gogo ni yathama haya yao kamweno yathie gukuria. Gogo ndo ni cio kwao ri, na ni cio ni free. Yathama hari mutumia uyu yathi hari mutumia uyu, tondu ni we guku ni ndathimire thi ino. Na ndiri na mihaka. Kana tiguo? Thuya to mosquito kiuma sinaendaka kwa huyu. Inauma ikitoka hapa inauma hapa. Iko na freedom. Haiulisagi shamba ni ya nani? Inakuwa imelima. Hapana, haikuwa imelima. Damu haijatengeneza damu yake. Yeye inajua kazi yako ni kukula mali ya nani? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi yako ya mosquito ni kukula mali ya Mungu. Angalia hizi naruka utengeneza chakula mzuri, na mchija ng'ombe zinakuja hapo, ujuagi kule zimetoka, zimesikia mali ya baba imechijwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta kuna za green, za blue, za black, zote kadogo kakubwa zote zinatembea huko. Sasa wewe kazi yako ni kufanya nini? Na ukifukuza inaenda hapa, inaruka hapa. Maana ziko kwao. Wewe ukifukuzwa hapa nikwambia toka hapa, ona ndogeho goro thiothiete muno, we kujeta mutingo yo igete na guko thutha, tondu you don't have confidence over yourself. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukifukuza umbo na ipigaga inaenda pale kando. Tena inakaa kule, inakunyemelea. Tena unaona kidogo kidogo inarudi. Inakuja inakaa hapo. Na ukiangalia kado inachukua vitu za baba yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaacha goitiketa ile hai. Na ciari one gui ereko. Gatigeria. Tondu ni indo cia ithe. We no igire mugunda gwakwa ndi pastor waku. Ndi pastor waku. Tathioke mugunda gwakwa une bebe. Kukwanura. Bwana Yesu asifiwe sana. Where did we go wrong? The question is, where did we go wrong? Ni wapi tulikosana na mali zetu? Ni wapi tulikosana na utawala? Ni wapi tulikosana na nguvu za Mungu? Ni wapi tulikosana na mpango Mungu alitupangia? Maana kuna mpango Mungu alitupangia. Mpango huo ulienda wapi? Mpango ucio wa Ngai wathire ku muturire-ini waku? Ati ni gukomba wakomba tigiti nigetha ukinye guku? Wakomba niki? Ucio ena cio niki? Huyo umeenda kukopa, ako nazo kwa nini? Wewe umekosa kwa nini? Ni maswali tu tunaulizana, si mahubiri leo. Ni maswali. Jiulize. Uroka kugomba niki? We mami, umekuja kuniomba pesa kwa nini? Mimi kuna mali umeona ati ilitengenezewa Waruige akapatiwa. Amesema tumuumbe mtu aliye kama sisi, mwanamume na mwanamke, wakatengenezwa na wakaambiwa samaki ni yako, ndege ni wako, ng'ombe ni wako, vitu zote zinatabani zako, miti ni yako, mchaka ni yako, kila kitu. Alafu to make the matter worse, akawabariki. Moraniro na indo cia Ngai ko. Tondu ni wanengerirwo gikabu ri, wagũithĩirie ku gikabu. Bwana Yesu asifiwe sana.
wagwiririe kugikabu giaku tondu ni wanengerirwo. Wakati alisema akawabariki, alikupatia password. Baraka ni password. Ulipatiwa password ya kuaccess vitu za Mungu. Password yako le yathireko. Where is your password? Kelele yako ulisahau. Ulipatiwa password ukasahau. Sasa unaweka password ya mtu mwingine, inakataa kuingia. Wengine mnaweka password ya mtu mwingine, una log in kwa vitu za mtu mwingine. Sasa ndio unakujaka umefanyika mtumwa wa mtu mwingine. Maana umeingia kwa password yangu. Sasa na mimi nikakwambia ingia ufanye kazi. Na kwa sababu vitu ni zangu, zile niko nazo, zile nimejishikia, utakuja ufanyike mtumwa huko. Utanifanyia kazi. Mimi nitaendelea kutajirika, wewe utaendelea kuwa maskini kwa sababu you are not using your password. And that is the problem. Hiyo ndio shida ile tuko nayo, kutokujua password yako ni gani. Failure for you self to understand and to know why God created for you, because you are created with a reason. Na hii reason usipoijua niki giatumire uthondekwo. Wombirwo uke guku thi wika atia mami. Miaka iyo tulite guku thi ri niki ungituonia wikite. Shosho. Miaka iyo tulite guku thi ri niki urekaga. Atuweka atia? Kumatha ki? Umathaga ku? Thiha, tatuonia hari uthia kumatha. Toni hari uthia kumatha. Sakiriko. Ngahura cuma na itironeka. Waigwa. Riu kinya riu kuma ndokire guku riu na ndi handu thukuma riu ni kwihuruke. Nduriaga. Na hingo yo wahuraga cuma ri nwaga nginya gya kuria. Ni ndagaga. Yani wale washimani. The washimani otuko wacha kiuriko. Muthenya goga kuhura cuma. Ogwo itiagire ni kwaga gwetha. Gucaria ni ucaritie. Gucaria ni ucaritie. Sige kurega pio. Ndoka guku riu ni nyona tiriri. Nduraga njera. Kuma ndaciarirwo nduraite njera. Ogwo thukumagira andu angi no tini. Hadiredi atike. Tondu riri ithuĩ tũtũrĩte mawĩra-inĩ na ndagĩka ya mũico gũtirĩ kĩndũ tũrarĩ nakĩo. Rĩu tuoka gũkũ rĩ makinya nĩ mathiĩte magĩkaga atĩa. Na ona twakora rĩu nĩ tũrĩaga wega tũtarĩ na meciria, tondũ twokire kwao kwa Ndũra wa Arũingĩ. Ndũra wa Arũingĩ rĩ ndakwĩraga thiĩ ũkaiye, ndarĩ akwĩra mũthenya ona ũmwe, akwĩraga ikara haha. Na ithuĩ tũkauga we Ngai we mũndũ ũcio ũĩkaga atĩ baba monekanĩre na ndũkana mũime mũthenya ona ũmwe na ndakanagie kaũndũ ona kamwe kangĩmũhĩngĩca. Rĩu ithuĩ twacokire, ithuĩ tũrĩ Kanani. Tũrĩ Kanani gatagatĩ. Mũrarĩa ũkĩ nyama na iria. Nyama na iria. Nyama na iria. Na niĩ ndĩratũire nyũmba, na nĩ njugaga ũguo maita maingĩ. Ndĩratũire nyũmba itathiaga kanitha. No ndoka gũkũ Ngai akĩnyonia Kanani nĩ wakinya, ndũrĩ kũndũ kũngĩ ũgũthiĩ. Ate Misiri. Niĩ nguga atĩrĩrĩ, na nĩ ndikuga atĩ nĩ kwĩgerekania na ũyũ, nĩ tondũ no njugĩte hĩndĩ ĩngĩ. Niĩ ndatũire itathiaga kanitha, na ũyũ gacoka ngauga atĩrĩrĩ, ithuothe tũngĩgĩtuĩka gũtiangĩ mekwĩrwo mekwaga hakiri rĩ, wĩra ũcio ũngĩrutwo nĩũ? Kana ithuothe tũngĩgĩtuĩka itonga rĩ, tũngĩheũ tũngĩruta wĩra atĩa? Nĩguo ona tũngĩgĩtuĩka o ta tũrĩ na kanitha ũrĩa ũngĩ na kanitha rĩ, gaku no gathiĩ na mbere. Gaku gatigĩthiĩ na mbere. Koguo nake Ngai arĩ mũbango, ũkabangĩrwo ũyũ, wewe wĩna hakiri. Rĩu wabangĩirwo thĩne? Wabangĩirwo ũthĩne? Tũrari ũhoro wa thĩna.
ne mawoni waruta. You see, you hear the mentality. Na iwa meciria mena mutumia ucio ati tungigitoga ithuothe ri no ngikora ri ngombo ya uri ongi wathie ruraya ri ciana citu riri uma guku ri cirathi kuruta mawira maria o matangitikira kuruta maguthambia atumia akuru guthambia athuri akuru gukama ng'ombe maundu macio nimo andu aitu mauma guku marathi kuruta tondu aria ni mato thikiriria aria ni matongire na magikara wega ni uranyita nikio maragira andu guku magatwara Saudi Arabia makaruta mawira maria matangiruta tondu tia kirathi kiu ni nona biseo tondu acio ni maikarite mubango-ini uria wi Biblia-ini nikio riu mana kwina andu matari mubango-ini maharaganite reke tumoe moke matuike ngombo meciria-ini macio winamo tondu gutire mundu wagirwa korwo ari ngombo ya mundu uri ongi tondu gutire mundu werirwo ndarathima Josephu no ndinarathima Kariuki na akawabariki wote tukabarikiwa. Kwa hivyo hakuna mtu anastahili kuwa bosi ya yule mwingine. Halo. Tugirwo korwo tuna shortage ya workers o mundu akirutira gwake, mundu agikama ng'ombe ciake, mundu akirithia nguku ciake, mundu akiria matumbe make. Tondu o mundu gwaku kwina matumbe, kwoyo kwina matumbe, kwoyo kwina matumbe. Tugirwo tukorwo twina nguku nyingi, millions nguku nyingi gukira andu. Nanyita tugirwo gukorwo twina nguku nyingi gukira andu, gututire mundu uriaga nguku yaku wika. Tugirwo gukorwo twina matumbe maingi gukira andu, tondu uriaga matumbe maku unakulaga mayai yako ukiwa peke yako. Because Mungu anasema aliwabariki. Hakuna mtu mwenye yako hapa ambaye hajabarikiwa. Kila mtu uko na baraka, uko na access ya vitu vyote vya Mungu. Lakini kuna jambo fulani ambalo halijafanyika kwako, limekuzuia hiyo access ya kutafuta ama kupata vitu vya Mungu. Musa amesema amefanya kazi, amefanya watchman usiku, anaingia kupiga chuma pale jua kali. Yaani wewe ushaenda wakitengeneza karai jua kali. Agnes no itorai toteka gote jua kali, toteka wote. Igia mushara ri juke ngura shuma hare ri ndio kwa tuthie turuta wira nawe no igwa ndo nikindu gukwa tuthie turuta wira nawe ri turuta wira ri twendia ri nie njoe ciakwa faida tugayane ri faida no turagayana ri muico horo ugacoka kunyandika we ne besa ciaku wajita tuthi turute wira nacio twacoka o besa ciaku ri cia ciara thikiriria o muico horo ri besa ciaku ri cia ciara ciarikia guciara ri maciaro macio twagayana nawe na nie gutire kindu ndutite riu point yakwa ĩ hau. Point yakwa ndiri handu hangi. Point yakwa iha ati nitakinyitana nawe woka na ngiri ciaku 10 ati uka tukarute wira. Ngiri ciaku 10 ri ni cia ciara. Maciaro macio ri twagayana nawe na nie gutire kindu ndutite. Arabu nie ri ndacoka ndage na wara ndakugarurania kumania na hau muthe agacoka kanja kwandika muthe na maciaro ma wira waku kumaanisha muthe ena moko ma guciarithia no ndari na moko ma ugiteri. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko na mikono ya kuzalisha lakini hauna ulinzi wa vitu ambavyo umezalisha. Kwa sababu mzee anasema alienda akafanya kazi, hayo ni mazao. Akalipo mshahara, hayo ni mazao. Akaingia jua kali, akachukua mtu, kwa sababu jua kali huwezi kufanya kazi peke yako. Lazima ukuwe na mtu wa kukushikilia sufuria ama kushikilia kitu. Huyo mtu baadaye mnagawana faida ya mazao yako. Yeye hana chake, hana mchango, hana chochote alichokilete pale. Kisha mnakaa chini, unamugawia mugao wa kitu chako, mazao yako. Kisha mazao yako anayachukua kwake, yanaanza kuzaa, yako yanakufa. Kwa nini? Sasa lazima tujue.
Lazima tuelewe, maana Mungu anasema alikubariki. Mungu anasema aliachilia baraka juu yako. Alisema amekupatia, na ndio kwa maana ulienda ukaajiriwa pe kazi, ukalipwa mshahara. Mshahara huo ndio unaotumika. Sasa tutakutoa kwa jela. Hujui? Na uko na miaka ngapi? Uko na miaka ngapi? Uko na miaka ngapi? Kutoka ujana wake. Ujana tunahesabu miaka 20. Akiwa na miaka 20. Na sasa ako na 76 years. Kwa hivyo miaka 56 amekuwa kwenye utumwa. Na hajapata. Lakini Mungu akasema na akawabariki. Sasa baraka yako ilibebwa. Nani aliyeibeba? Ilipotelea wapi? Jean, where is your blessings? Why are you struggling? Why are you crying? Ilipotelea wapi? Zilienda wapi? Baraka zako zilienda wapi? Kunaweza kuwa kuna mtu ambaye anaweza kuwa aliiba. Tufungue kitabu cha Daniel. Daniel 10. Is it 10? Yes, I think so. Daniel 10. Sijui kama ni 10 ama ni 3 ama ni ngapi. Pale Daniel alienda maombi ni gani? Siku 21. Ngoja. Ni Daniel shigana. Chapter 9. Verse? From verse 3. Then I turned my face to the Lord God, seeking the prayer, please. Pale alikuja kusaidiwa na malaika. Vitu zake zilikuwa zimeshikwa na mfalme wa Persia. Verse number. While I was chapter 9. Yes, good. Gabriel brings an answer. Tupatie Danieli 9 mstari wa 20. Danieli 9 mstari wa 20 ndio uelewe. Kuna vitu ambavyo Mungu ashatupatia, lakini vinahitaji nguvu fulani. Wakati ulibarikiwa uliambiwa have dominion. Yaani tawala. Kwa hivyo ulipatiwa, lakini haukuweza kutawala vitu zako. Maana vitu ulivitawalisha kwa mikono ya mtu mwingine. Ulipomuita mtu mwingine alikuja akanyakua mali yako. Basi nilipokuwa nikiomba, nikiungama dhambi zangu na dhambi za watu wangu wa Israeli, pamoja na kumsihi Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mlima wake mtakatifu. Kwa ajili ya nani? Mlima wake. Hivi tunaenda kule Mount Kenya. Tunaenda kumsihi Mungu kwa ajili ya mlima wake mtakatifu. 21 inasema namna gani? Yule mtu Gabrieli ambaye nilikuwa nimemuona katika maono hapo awali alishuka kwa haraka mpaka mahali nilipokuwa. Ilikuwa wakati wa kutoa sadaka ya jioni. 22. Lakini sidhani ni hii. Basi akaniambia Danieli, nimekuja kukupa hekima na uwezo wa kufahamu. Nimekuja kufanya nini? Kukupa hekima na uwezo wa kufahamu. Kwa hivyo kuna vitu tumekosa katika maisha yetu. Huyu mtu anaitwa Gabriel alikuwa amemuona kwenye nani? Kwenye ndoto, kwenye maono. Alikuwa amemuona. Kisha akaja. Sikiliza kwanza verse 21. Nipatie 21 kwanza. Verse 21 quickly please. Yule mtu Gabrieli ambaye nilikuwa nimemuona katika maono hapo awali alishuka kwa haraka. Ni kwa nini alishuka kwa haraka? Turudi verse 20. Quickly verse 20. Tuanze hapo verse 20. Basi nilipokuwa nikiomba, haleluya. Nilipokuwa nikiomba as I was praying, haleluya. Kwa hivyo kuna kitu unahitaji kufanya ndio kiweze kuactivate
the challenges that you have, to activate the blessings of God, to activate the plan of God over you, to activate the reason why God has to, ndio kwa sababu upokee mali za Mungu, ndio uenjoy vitu za Mungu, ndio uenjoy shamba ya Mungu, ndio uenjoy matunda ya Mungu, ndio uenjoy kila kitu cha Mungu. Kuna kitu Danieli alielewa, na hiki kitu Danieli alielewa: basi nilipokuwa nikiomba, nikiungama dhambi zangu na za watu wangu. Haleluya. Kwa hivyo kuungama kwa dhambi zako na za watu wako. Unaweza kuungama dhambi zako lakini watu wakuzuie. Alo, sijui kama mnaelewa. Unaweza kuungama dhambi, niungame dhambi zangu nikuwe msafi, lakini walionizingira hawa wote ni wachafu. Kwa hivyo baraka haiwezi kuja, maana baraka haiji kwa watu walio wachafu, itakuja kwa watu ambao ni watu nadhifu. So Daniel alielewa na alijua ni nini anachostahili kukifanya. Alielewa ya kwamba ni yeye aungame dhambi zake, na pia achukue mji wote ulio karibu naye, maana katika ule mji ndio kuna kuzwa mahindi, ndio kuna kuzwa ng'ombe, ndio kuna makondoo, ndio kuna kila kitu. Akaungama dhambi pia za jamii. So when you are repenting, you need to repent on behalf of yourself and on behalf of who? The land, and on the behalf of the people around you. For you to get, ndio ukule mazao, ndio ukule vitu, kwa sababu ninaweza kuwa mimi ndio msafi hapa, lakini nyinyi nyote wachafu. Kwa hivyo mlango ule Mungu hataingia, baraka za Mungu hazitaingia kule, maana kuna watu baadhi yenu wanazuia. Ndio unaona kanisa ni nzuri, kila kitu ni nzuri, kila kitu kinaendelea vizuri, lakini kuna baraka fulani haiingii hapa, kuna jambo fulani halifanyiki hapa, kwa sababu yani kuna watu wanaonuka miongoni mwetu. Kuna watu wachafu. Ndio kwa maana Danieli akaelewa hivi: basi nilipokuwa nikiomba, nikiungama dhambi zangu na dhambi za watu wa Israeli, pamoja na kumsihi Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mlima wake. Pia hata akauzisha mlima katika mambo yote haya. Kwa hivyo katika kutafuta mali ya Mungu ndio ukubalike, unahusisha wewe mwenyewe, unahusisha jamii yote na milima ya Mungu. Milima ni makanisa, milima ni milima kama hiyo tunapokwenda. You involve in the worship, you involve everything around you. Maana unaweza kuwa wewe ni mzuri, Mungu anakupenda na kupatia mali, lakini mke wako ni mchawi. Unaweza kuwa wewe ni mzuri, mkiwa na mke wako nyinyi ni wazuri, mnatafuta vizuri, watoto mlio wazaa wote ni waganga, ni wachawi, ni mailiminati tupu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa wewe ni mzuri, mtakatifu, wewe ni muombaji, unaenda mbele za Mungu na unafanya vitu zako vizuri mbele za Mungu, lakini mamako na babako ni wachawi, ni mailiminati. Hata ile shamba mnaishi ni ya kiiliminati. Madhabahu ambayo mnaenda ni ya kiiliminati. Angalia mtu anaitwa nani? Gideoni. Gideoni alikuwa anatumika na Mungu vizuri sana. Gideon was used by God. But the problem ya mji watu hawa wa Israeli, walikuwa wanateswa, wanapigwa na Wamidiani, wanapigwa na Wamereku, wanapigwa na Wahiti, wanapigwa na watu wa kusini, wanapigwa na watu wa kila aina. Judges chapter number 6. Waliteseka kwa muda miaka 7. Na Gideoni akaanza kulitengeneza jeshi la kwenda kupigana na maadui. Na akatengeneza watu 32,000 ambao wanaenda kupigana vita. Katika ile hali ya kwenda kupigana vita, kujipanga, malaika wa Mungu akamtokelezea nani? Gideoni, na akamwambia, wewe hizi vita utavishinda kama wewe. Kisha akauliza, namna gani? Mimi kwetu tumetoka, klani yetu sisi tu wachache. In our clan we are the fewest. Na katika familia yetu mimi ndio mdogo sana. Nitashinda hizi vita namna gani? 3. Sawa, tutaisoma. Sasa akauliza Gideoni, aliuliza malaika, unaniambia sisi mimi tutashinda namna gani? Wewe unakuja kutuambia Mungu wa Yakobo, Mungu wa Isaka, Mungu wa Abrahamu. Kwani alienda wapi? Tumeteseka pakubwa. Kisha Mungu akakuja akamuita nani? You man of what? Valor. Yani kule Gideon alikuwa anajificha kwenye caves. Alikuwa analala ndani ya caves, maana walikuwa wamehangaishwa. Lakini mbingu ilikuwa inajua Danieli kama a man of valor. Kumaanisha kule mbinguni hatuna shida na Mungu.
Kule biguni hakuna matatizo na Mungu. Mungu kule anatujua venye anatujua. Anatujua na mambo yetu makubwa. Anatujua na mambo yetu ya ushindi. Anatujua na mabaraka zetu. Anatujua na magari zetu. Anatujua na mashamba zetu. Anatujua na kila kitu zetu zote alichotupatia, tunajulikana kule. Lakini hapa duniani Gideoni anajificha ndani ya kefu. No kule aleto Jabaita. No gokodhi anakaa ndani ya kefu. Sasa unaangalia. Sasa wewe roda kule mbinguni unajulikana kama bilionea. Lakini hapa tunakujua kama mtu kakuoba fare. Dunia ndivyo inakujua kama mtu kakuoba fare. Ati ukiona roda unapiga kwa nabili chwi. Akikupigia simu, "Hello, hello, hapa hakuna network hata. Hebu nijaribu mahali kuna network." Kumbe unajua automatically roda akikupigia ni Kede Kanyamorasha. So unaepa. Bingu inakuelewa kule wewe ni tajiri. Lakini hapa duniani, dunia inakujua wewe ni maskini. Sasa hapo ndio unajiuliza maswali mingi. Ni kwa nini dunia, bingu inanijua? Gideon Mungu akakuja akamuita man of valor. You shall win this battle as a man. Hii vita utavishinda kama wewe. Maana Mungu anajua tatizo ni nini, lakini Gideon anafikiria tatizo ni Wamidiani. Kumbe wale watu ambao unafikiria ni maadui, si maadui, wewe ndio adui. Wewe ndio adui ya maisha yako. Wewe ndio umeacha Mungu. Wewe ndio ujielewi unafanya nini dunia hii. Maana dunia inamjua Gideon kama man of valor. Lakini yeye katika dunia anajua yeye ni muoga wa kuishi ndani ya kevu. Maana wamehangaishwa. Kisha ndio Mungu akakuja akamwambia, "Nenda usiku, uamke usiku. Uende katika mnara wa baba yako, ubomoe, uchukue ng'ombe 2 za baba wako ndume za miaka 7. Kisha ubomoe kanisa la baba yako." Sasa nasikia? Kumbe baba ndio shida. Baba Wamidiani sio shida. Wamereku sio shida. Watu wa kusini sio shida. Wale watu walikuwa wanawapiga, wananyang'anya chakula zao sio shida. Kumbe baba yake ndio shida. Thoguo ni wethina no utumaga ndukari. Thoguo ni ukurithagia thina uyo wenaguo. Baba yako ndio matatizo, mama yako ndio matatizo, maeneo umetoka ndio matatizo. Ndio unaona Danieli aliungama dhambi akiombea kwa sababu ya watu pamoja na milima. Yaani akiombea ardhi na watu. Maana alijua tatizo la kutopokea vitu zako ni watu. Tatizo ya kutokubarikiwa si Mungu, ni watu. Wa Yesu alipoambiwa Lazaro amekufa, alikuja, kumbe walikuwa washakamilika, wamesema amekufa. Alipofika kule aliwauliza ako wapi. Martha akakimbia kule akamwambia, "Ungekuwa hapa siku 4 ungemfufua. Lakini sasa tushamaliza." Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe kuna watu already washakumalizia. Kumbe kuna watu already washakuzika. Kuna vitu zako zingine nyingi zimezikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akakuja akauliza na kuuliza, "Wacha kunielezea mambo mengine sijakuuliza." Bwana Yesu ndio nakwambia siku nyingine, jibu swali. Sinishakwambia hivyo siku moja. Jibu swali, teko dehera matoho humaku. Jibu swali, nimekuuliza hii ni jibu. Wacha kuniambia, "Unajua tulikuwa tumeenda." Sijakuuliza kule mlikuwa mmeenda, na kuuliza unaitwa nani. Simple as that. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha nikikusikiliza nakwambia tumia nini? Akili. Maana ni akili imekupungukia. Wameiba tu akili toko tudogo wamechukua. Kumbe baba yako ndio shida. Gideoni akaambiwa aingie kwenye zizi la baba yake, achukue ng'ombe 2, ndume 2 wa kiume. Kisha aende kwenye madhabahu ya baba yake, aende ayabomoe. Daniel Gideoni alikuwa ametengeneza jeshi la watu 32,000, lakini Mungu akamwambia, "Hizi vita utashinda ukiwa peke yako." Maana Mungu alijua vita si wale watu, vita ni nani? Ni baba yako. Ndio alichukua madhabahu ya Wameleku akaleta kwenye madhabahu yenu, madhabahu yote ikabadilika ikakuwa madhabahu ya Baal. Luhao nganga na hoyagira ukomaga manti na mago na kula koge. Labaka shenderabo, umepanda milima yote Kenya mzima. Kumbe baba yako ndio mchawi. Your own father. Gideoni alikuwa anatengeneza 32,000 na akipanga anapanga na baba yake. Na baba yake ndio adui. Hallelujah. Kanada kwa jira githote kando girira tatu mfafadara amenya. Nura muhe tigiti. Na gikaro nekiao. Hikaro akirekia ithe. Akimenyaga ni njikarire madhabahu maya.
wacha wahangaike. Kwa hivyo unaweza kuona kaa hapa, kumbe adui wako yuko hapa. Kumbe aliye na kumaliza yuko hapa. Kumbe aliye kumaliza na kuangamisha ni mama yako mzazi. Kumbe ni baba yako mzazi. Kumbe ni mume wako. Kumbe ni mke wako. Kumbe ni mtoto wako ndio amekuhangaisha. Lakini Mungu alikuwa na siri. Katika kitabu cha Judges akamwambia, Judges 6, akamwambia Gideoni, akaiambia japo mwanzo inasema namna gani, wana wa Israeli wakatenda matendo yasiyo mazuri mbele ya macho ya Mungu, naye Mungu akawapatiana kwa mikono ya Wamidiani miaka 7. Aliwapatiana kwa mikono ya Wamidiani miaka ngapi? Miaka 7. Sasa hapa nataka uelewe, kuna kitu nataka uelewe. Sasa shika hiyo miaka 7. Akawapatiana mikononi mwa nani? Mwa Wamidiani miaka ngapi? 7. Sasa wakati Gideoni ameanza kujinasua mpaka akakutana na Mungu, Mungu akamwambia, na wewe vita hivi utavishinda kama wewe. Na akamuita man of valor, Jabaeno, mtumishi, mtu jabari, mtu mwenye nguvu, mtu mwenye mawezo. Kwa hivyo wewe hapa, mbingu inakujua kama mtu shupavu, mtu mwenye nguvu, mtu mwenye uwezo, mtu mwenye mamlaka, mtu mwenye kupenda. Mbingu inakuelewa hivyo. Lakini hapa wewe duniani unajielewa kama mtu asiyejiweza, mtu mnyonge, mtu aliyeshindwa, mtu aliyehangaishwa, mtu aliyehangaika, mtu aliye hana mahali pa kwenda. Lakini kule wewe unajulikana ni bilionea, kule unajulikana wewe ni milionea, kule unajulikana uko na mashamba, mang'ombe zako zinajulikana ziko hapa duniani, magari zako ziko hapa duniani zinajulikana, manyumba zako ziko hapa duniani zinajulikana. Mbingu inazielewa ziko wapi. Mbingu inaelewa. Inaelewa vitu zako mahali pote ziko. Wakati alianza, Mungu alimzungumzia, akamwambia sasa amka, maana haujielewi. Sasa fanya nini? Amka. Akaamka akamwambia, nenda kwa zizi ya baba yako, chukua ng'ombe 2 wa miaka ngapi? Wa miaka 7. Turudi nyuma verse 1. Naye Mungu wakati walimkosea Mungu, Mungu na akawapatiana kwenye mikono ya Wamidiani miaka ngapi? 7. Haleluya. Kuna siri nataka uelewe hapo. Kuna mtu anaelewa kitu hapo? Unaelewa nini? Yes, very good. Eti wakati Mungu aliwapatiana kwenye mikono ya Wamidiani wateseke, alizalisha ng'ombe 2. Siku hiyo aliwapatiana kitu cha kuwafungua, pia alikitoa akakiweka, kilipelekana sawia. Wanapoendelea kuteseka, ng'ombe wanaendelea kukua. Mwaka wa kwanza zinaendelea kukua, mwaka wa pili zinaendelea kukua, mwaka wa 3 zinaendelea kukua, mwaka wa 4 zinaendelea kukua, mwaka wa 5 zinaendelea kukua, mwaka wa 6 zinaendelea kukua, mwaka wa 7 zimekuwa. Wakati wa kuondoka kwenye utumwa, nazo Gideoni anaambiwa, nenda kwa zizi ya baba yako. Mungu alikuwa anajua. Mungu ndiye aliziweka hapo kwa ajili wakati mtarudi baada ya mateso ya miaka 7, mtakaporudi mtaniinulia dhabihu, na dhabihu nishaitengeneza. Kwa hivyo solution ya matatizo yako uko nayo, iko kwako already. Mungu ashaiweka solution ya madhina maku gai eko nyopa kwaku. Nona ka bedroom yo yaku, iyo sitting room yaku, ko ulikore yaku, ko neko solution yele, ko waku, ko waku hapo kwako. The moment uliingia kwenye utumwa, Mungu alipengeneza solution ya wewe kutoka. Kwa hivyo Mungu hakuna siku ametuacha. God has never abandoned you. Sasa ukija kuuliza Mungu ati wewe gayori yako unaenda gakoroku, ati Mungu uko wewe, Mungu unaonekana ni kama ulienda, hajaenda mahali. Hata Gideoni aliuliza maswali kama hayo. Gideoni aliuliza maswali. Mungu wakati wote ako na solution yako. Kwa jambo lolote Mungu ako na solution. Kuna kitu anataka ufanye.
Gideoni alipojua ni Mungu anaongea na yeye, alimwambia kaa hapa, wacha nikimbie nyumbani. Akakimbia nyumbani, akachinja kambuzi, akatengeneza mkate usiochachwa, akaletea yule malaika, akaweka hapo. Kisha malaika akamwambia, akamwambia wekelea kwenye jiwe. Akanyoshea mkwajo wake, mkwajo huo ukafanyika moto. Mbuzi na mkate zote zikateketea, zikawaka moto, na mbingu ikafunguka, ikamuita the man of valor. Fungulisha bingu yako. Vitu zako ziko. Mada ng'ombe ziko. Gideoni mwenyewe mwenye alipeleka watu kwenye utumwa. Gideoni babake Joash. Maana Joash ndiye alienda akafanya mkataba na Wamereku. Akachukua sanamu za Wamereku, akaleta kwenye madhabahu ya Mungu. Madhabahu ile ya Mungu ikabadilika, ikakuwa madhabahu ya Baal. Kwa hivyo adui hakuwa nje. Adui hakuwa wana wa Wamereku. Adui hakuwa wa Midiani. Adui alikuwa baba. Maana baba ndiye alienda akachukua gethito akaweka ndani ya kanisa. Baba yake ndiye alichukua gethito akaweka ndani, na watu wakaanza kuabudu kile gethito. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watu wakageuka kutoka kwa Mungu, wakafuata miungu mwingine. Ndio Mungu akakasirika. Kumbuka Gideoni akipambana kutaka kupigana na Wamidiani. Kumbe baba alikuwa already ashafanya maagano na Wamidiani. Baba alikuwa ashafanya maagano na Wamereku. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka ikafika wakati Mungu akasema lazima nikomboe watu hawa. Lazima niwaondoe kwenye utumwa. Katika ule utumwa Gideoni akaanza kuinuka. Kwa hivyo kuna kitu Mungu anainuanga ndani yako. Ndio kwa maana mlikuja hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio ukakuja hapa, ndio ulikuja kujua kweli umekuanga umefungwa. Kwa maana siku hizo zingine ulifikiria maisha ni ya kawaida. Ulikuwa unafikiria umaskini ni wa kawaida. Mama huyu anasema lazima kukue na watu wa umaskini na watu wa tajiri ndio tu balance. Hapana. Sisi wote ni matajiri. Hakuna mtu anafai kuwa tajiri na mwingine maskini. We are all rich. We are all powerful. Kila kitu tunapatiango ni responsibilities. Responsibility tunapata, tuko na Ruto, tuko na deputy, tuko na maminister, tuko na polisi, lakini zote tunafaa kukua sisi zote tunaenjoy matunda ya mbinguni. Kila mtu anafaa kuenjoy matunda ya Mungu katika nafasi Mungu amekupatia. Bwana Yesu asifiwe sana. In the position that God has given you, you shall never lack. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo you are not supposed to be a slave of anybody. You are supposed a complementer. Ukienda kule Ulaya, mapolisi hawasungukagi. Huwezi kupata polisi kwa trafiki. Hakuna polisi kwa trafiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wameweka mataa, maana hakuna mtu wa kwenda kuchunga watu. Hakuna. Hiyo sio kirasi yake. Sasa ikabidi watengeneze nini? Waweke makamera kwa barabara. Sasa yule anakaa kwa ofisi, anaangalia kamera yenyewe inakudetect namba na inakutumia tiketi, inasema uende kotini ulipe hii fine. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana wote wako sawa. Wote wako na mawezo sawa. Hakuna mtu mnyonge kuliko ule mwingine. Sasa sisi tukienda huko ndio tunachukua nafasi ya wale wanyonge. Ndio tunafanya kazi za wanyonge. Maana wale wako na madhabahu yao, waliinua na madhabahu yao inawasaidia kutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Sasa Gideoni akaenda kwa zizi ya baba yake, akachukua ng'ombe wawili waliokaa miaka 7 sawa na miaka ya mateso. Kwa hivyo katika mateso yako kuna kitu kimetengenezwa cha kukutoa kwenye mateso. Mungu bado anakuchunga. Mungu hata kama umemkosea, hata kama umemuondokea, bado Mungu anakuchunga. Amekutengenezea dhabihu utakayoitoa kwa wakati wake, sio kwa wakati wako, kwa wakati wake. Maana walikuwa wanachunga ng'ombe lakini hawakuwa wanajua ng'ombe hizi ndizo zitatufungua. Haleluya. Mari thagia ng'ombe matoe ni ciake, mari thagia ndume matoe ni nete cigacoka gwika. Majirege ni kwendia makendia, lakini Mungu aliziweka hapo, hazikukufa, hazikupatiwa dawa, hazikuuzwa, hazikuchinjwa, ziliishi pamoja na zingine. Labda kuna zingine zilikufa, lakini hizi hazingekufa maana ziko na kasi. Muujiza wako upo. Mwambie mwenzako muujiza wako uko. Mwambie unaenda kufunguliwa siku hii. Kuna siku kwa wakati wako. Usijali ukatu no ukatsawa nezide wakasande wakamande kalila kairamina nero ukatu. Kuna siku. Mwambie mwenzako kuna ile siku. Ile siku inakuja. Ile siku ambayo inabadilishanga maisha yako iko njiani, itakuja. Maana Gideoni aliishi na hizo ng'ombe hazikuibiwa.
Zingine zote zilikuwa zinavugiwa ndani ya cave. Lakini za Joshua, ng'ombe zote za Joash hazikuibiwa. Kwa Joash hakukuwa kukiibiwa. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa na kitu cha Mungu kimewekwa ndani ya compound ya Joash. Kuna kitu cha Mungu kimewekwa ndani ya moyo wako. Kuna kitu cha Mungu kimewekwa ndani ya compound yako. Kuna kitu cha Mungu kimewekwa ndani ya maisha yako. Hakuna mtu ataweza kukumaliza, maana kuna kitu cha Mungu kimewekwa, kitu ambacho kitatumika wakati wake. Kuna kitu kitu. And that is what makes you different from others. Because you are a custodian of a God's sacrifice. Hallelujah. Ndio kwa maana siku hii ya leo uko hapa. Because you are a God's custodian of a God's sacrifice. Imagine boma zingine zilihangaishwa na Wamidiani, lakini hiyo boma haikuhangaishwa. Kwa nini? Kwa sababu ya hawa dume wangapi? Hawa dume wawili. Maana hao ndio Mungu aliwaweka kwa hiyo dume. Hizo hazikuenda kufichwa kwa makevu. Joashi hakujificha kwa makevu, lakini mtoto wake alikuwa anaenda kwa kevu. Haleluya. Kama uko na kitu ambacho Mungu amekuweka ndani yako, hawataweza kukumaliza. Kama kuna kipawa Mungu ameweka ndani yako, hawatakumaliza. Kama kuna biashara Mungu ameweka ndani yako, hawatakumaliza. Kama kuna mipango Mungu ameweka ndani yako, hawatakumaliza. Mpaka wakati ufike wa kupambana na maadui, hicho kilichowekwa ndani yako kitatumika kumaliza maadui. Maana ng'ombe wawili ilimaliza Wamidiani wote. Ng'ombe wawili ilimaliza Wameleki wote. Ng'ombe wawili iliangusha madhabahu ambayo iliweka Wameleki nguvu, ikaporomoka na wakapata ushindi. Out of that 2,000 people, watu 11 ndio walihitajika. Na watu 11 ni wakwenda kung'oa miti. Mtu ni mmoja alikuwa anatakikana, anaitwa Gideon. Mwambie mtu, huyo mtu ni mimi. Mwambie mwenzako, huyo mtu ni mimi. Yes, huyo mtu ni mimi. Ni mimi. Wewe utanisaidia. Mwambie wewe utanisaidia tu kung'oa miti. Ni mimi. Niye guete bodho. Niye guete bodho. Yes. Tiako ihodhia. Wacha kujikuja ni kama ni jagadi imefukuzwa kwa State House. Wacha kujikuja. You are a man of valor. Uko na mamlaka, umebarikiwa, vitu vyote vya dunia ni vyako, kila kitu, na umepatiwa utawala wa kutawala vitu vyote, wa kutawala kila kitu. Una nguvu na mamlaka, vyote unavitawala, na hakuna mtu ambaye anaweza kukunyang'anya. Danieli 10 verse 12. Tupatie Danieli 10 verse 12. Hallelujah. Tumeenda sana leo. Poleni watu wa kazi. Hello. Watu wa Kasongo. Poleni. Lazima tufuguliwe, si ndio? Hata Kasongo tutamsaidia afuguke. Kasongo si mbaya. Ni malaana zake mbaya. Niki mami ukiretia. Bara yaku no arekiri higo ya mau tigana bara ciene. Jira woru wake ni uriko. Ko. Ocio ni watho wandikitwo thiini wa watho wa Kenya. Wetagwo atiriri, mundu ndagirwo gwaka makinya 90 kuma ruini. Oguo thikereria. Watho urauga atiriri, makinya 90 kuma ruini ndagirwo gwaka. Etagwo riparian land. Ni mugunda ndwagiriirwo gwaka. Nwanyita oguo Kasongo ri, Kasongo gutiri undu arakuhiteirie. Kasongo arokire riri guthondeka watho. Ateke ndikamaliza. Kasongo ti mwega, Kasongo ti mwega. Thank you. Ndipo yeye akaniambia, Danieli, usiogope. Mungu alisikia ombi lako tangu siku ile ya kwanza ulipoamua kunyenyekesha mbele yake. Haleluya. Kumbe Mungu alisikia maombi yako kitambo. Mungu alisikia maombi yako kitambo. Sio leo anaanzana na maombi yako. Alishakutimizia malengo yako, lakini haujui. Bwana Yesu asifiwe sana. Alishakutimizia, ni akuhigeirie chochote ambacho ulikitaka kufanyike. Mungu alikuwa already alishakitimiza. Danieli, usiogope. Mungu alisikia ombi lako tangu siku ile ya kwanza ulipoamua kujinyenyekesha mbele yake ili upate ufahamu. Kwa hivyo ni ufahamu. Shida ni nini?
ni ufahamu. Kwaga kumenya, kutojua. Shida ni ufahamu. Matatizo ambayo tuko nayo ni nani? Ni ufahamu. Solution uko nayo. Sikiliza, Gideoni aliishi na ng'ombe 2 ndume, hazikuuzwa, hazikushindwa, hazikuuzwa, hazikuibiwa, ni wa Midiani, Wameleku hawakukuja, hakuna kitu kiliziguza, hakuna magonjwa iliziguza, zilikaa. Kile kitu hawakuwa nacho ni kuwa tuko na solution. Solution si 32,000 nikuhe ng'ombe hizi ili usihone. Kupatia hizo ng'ombe tu zikule chakula, ziwekwa sindano ya lakini sio ile ya kasoko, alafu zifanywe zikae mzuri, zikingojea miaka 7 ifike wachijwe ndio madhabahu ibomoke. Akamwambia namna gani? Verse number 13 please. Na huyo alihama na kena doka sogo ni mali wao tohekelea. Akamwambia mkuu wa nani? Wa ufalme wa Persia. Halo. Alinipinga kwa muda wa siku 21. Mkuu wa nani? Wa ufalme wa Persia. Kumbe wewe si pesa zako hazijafika. Gari zako, nyumba zako, pesa zako zilifika kitambo. Lakini kumbe kuna mkuu wa ufalme mfulani wa Persia mwenye amezuia yule amebeba baraka. Maana baraka zilipatiana uletewe. Ndio kwa maana watu wanakuonaga kama wewe ni milionea, maana kule biguni umeachiliwa, sura ya umilionea imeachiliwa kwako. Lakini hapa duniani shetani amekupakizia, amekuwekelea sura ya umaskini. Maana ninakuja kukwambia nikopeshe 1,000,000. Mimi nikikuja naona hauwezi ukakosa 1,000,000. Maana bingu imekubali, sura yako imepatiana, sura imepatiana hapa duniani, sura ya mamilionea, sura ya mtu mwenye gari, sura ya mtu mwenye nyumba, sura ya mtu mwenye mang'ombe, sura ya mtu tajiri already huko. Lakini sasa nakuja na kuomba, wewe mundu toyori, no igwetho ni ugithiko muhoya girima na maere. Tamuhoya leo. Kulana tigiti wao uko niko hewa hiyo. Sasa unashindwa, what is the disconnect? What is the disconnect? Maana mtu ni tajiri. Angalia mama kama huyo kwa nyuma yako, hebu muangalie. Si huyo ni CEO? No, huyo mtu atoraga thimu inene malile na kulira machozi kila siku analiaga. Machozi yake ni kulia, matatizo kulia. Kumbe mfalme wa Persia amekamata vitu zako. Mfalme wa Persia amekamata vitu ambazo zinafaa kukuja kwako. Si eti hazijaachiliwa, ziliachiliwa. Bingu ishaachilia, lakini kuna kitu kilicho hapa katikati ndio kimezuia. Kitu ndikiko hapa. Kuna nguvu fulani, kuna malaika wa Persia, kuna mtu ajeli mabije wa Persia ndio wamekamata magari zako. Ndio amekamata mke wako, ndio amekamata mume wako. Muumba mtu aliachiliwa. Mume Agnes alekele hiyo tena. Amekamatiwa hapa angani. Ndio unajikuta unasema unaita mtu mwingine, unakutana kimwanaume kwa usiku, unamwambia hi darling. Kumbe una imagine alikuwa amekaa hivyo. Kwa maana kwenye ndoto ulionyeshwa, kwenye ndoto uliona mume wako. Mkikutana haya ngani hi darling. Naona. Unakuta si yeye. Lakini kumbe ulikufanana, wanafanana. Maana image yake inaletangwa, inadodoshangwa. Yule mfalme wa Persia akichoka kidogo, akiachilia mkono, lakini kuchabuka tena anamrudisha. Kumbe unaleta mpaka unasema hi darling, unamuona kisha anapelekwa huko juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako, mali zangu ziko hapa, nimejua. Kutoka leo nimejua vitu zangu zote ziko hapa. I am not supposed to be poor. I am not supposed to be suffering. I am not supposed to be facing the challenges I'm facing, because already I have what it takes. Ziko hapa. All what you need ni hekima ya kuzitafuta. Lakini inaendelea mstari wa 2 nasema, lakini Mikaeli mmoja wa wakuu akaja kunisaidia. Kumbuka Danieli aliomba kwa siku 21. Siku ile ya kwanza kabisa alianza maombi ndio alijibiwa. Lakini for the next 21 days amekuwa akiomba akifikiria hajajibiwa. Watu wengi hapa mlijibiwa kitambo. Watu wengi hapa mlipatiwa vitu zenu kitambo. Sasa unakuta, angalia kama mzee huyu anasema kutoka siku ile alikuja hapa amepata amani. Ako na 76 years. Sasa unashindwa. Sasa 76 years, yes, utaishi miaka ingine kama 30 hivi. Tuseme 30 hivi. Utaenjoy kweli? Hautaenjoy vizuri. Huyu mama hana meno. Siku nyingine niliwapeleka nyumbani. Sasa ilibidi niende nikoboe mashini ya kusiaga nyama. Bali nilipeleka hasara mara 2. Nimechinja buzi.
Lakini hasara mnilipeleka kwangu, ndio hata siku hizi naogopa kuwaita tena. Maana mashini nililipa shilingi 2,000. Nilikoboa. Sikiweza kununua, hiyo ni ya butchery. Sasa mashini ya butchery ningekaa nayo kwa nini? Sasa angalia, unakula nyama ukiwa mama mzee. Badala siku hiyo abu simama. Ungekuwa kasichana kazuri, ningekushika hivi, weka mikono hapa, wacha kukua kama chekaliko. Ningekuweka hivi na kupeleka na kuita babe, darling, sweetheart, na kukulisha kanyama. Sasa na kukulisha nyama ya kusiaga. Unakuja kujijua wakati umezeeka. My point yetu ulemenya sasa ndio unajijua wakati umezeeka. Ungekula siku za zile, ungeenjoy life yako. Sasa hizi unakula uone utawe. Bila golize. Tuleta kanyama kali akahoro, hali akahoreire. Ndio ndio minofu. Sasa unatafuta mahali kanyama kako soft. Tukienda kununua mahindi kama yule tulienda kununua mahindi na yeye akauliza huyo akuuze mahindi. Nataka ile soft, akamwambia mama hii ni soft, akachukua kamoja. Ai hapana, ai. You need to enjoy your life when you are still able to. When you are connected with God, you enjoy the life at the particular time. The reasoning of His creating you on earth, you get into God's will, the God's plan. You walk with God. Unakula matunda wakati uko na nguvu. Sio kama sasa unamezeeka mpaka unaniuliza hii matunda iko na manyoya nayo ni ya nini? Na kumbe ni kakiwi. Anakuambia iko na manyoya. Hii ni kitu inakuliwa na ndege, ama inakwambia inakuliwa na nyani. Kumbe ndio inamsaidia. Unaleta ile gini na kaya madhudo inaitwa namna gani? Thorny melon. Sasa patia yule mama thorny melon. Na unajua thorny melon iko na energy. Thorny melon iko na power. Thorny melon iko na inaleta vitu mingi kwa tumbo, kwa mwili. Unamwambia, anasema, "Hii ni ya nyani." Si ya nyani, ni meno ana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuja kuenjoy time vitu zako wakati umezeeka. Danieli alipatua vitu zake the very first day. Sitoraga gukothe. Mali zako ziliteremshwa kitambo, magari zako ziliteremshwa kitambo, nyumba zako ziliteremshwa. Sasa hizi mimi nimezeeka, angalia ndevu zimejaa, kipara imejaa kwa kichwa. Sasa hivi ati natafuta mke. Na mke aliletwa kitambo, ametumika na huko. Sasa hizi hata hana meno. Atoraga marigiti na kiasharagia mundu. Utogeza maneto gashamani atoigithwe na manguru. Nyodirikanire konywa dawa. Wakati umezeeka ndio unaanza kuenjoy life. Maana vitu zako zilikuja kitambo lakini zikakamatwa mahali. Gari yako ilikuja ndio unapata pasta anaendesha kagari kamzee, maana alipata pesa ya kununua. Hiyo gari ikitoka kule haikutoka ikiwa na jina ya mtu mwingine, ndani imeandikwa jina yako. Lakini kwa sababu Pashe, mfalme wa Pashe, aliikamata akapelekea mtu mwingine. Sasa wakati mtu amechoka naye ndio anauliza, hii gari ilikuwa ya nani? Ndio unatafutwa. Unasikia malaika wanaanza kukutafuta, maana haukupata njia za kupambania vitu zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haukupata njia ya kupambania vitu zako. Kwa hivyo inahitaji upambanie vitu, pate hekima ya kupambania vitu zako mpaka vizikamate. Bwana Yesu asifiwe sana. Gari yako uitishe. Gari yako si mtuba, si gari ya mtuba. Nguo yako si gari. Sasa imagine saa hizi kuna mtu wako Europe amevaa nguo yako ya Christmas. Saa hizi kuna mtu wako Europe amevaa nguo yako ya Christmas. Itakuja kwanza hapo November ndio utakutana huko Gekoba. Itakuja kiitwa kamera. Sasa unajua kwani Mungu si ni wa baraka ya kwanza? Mungu si ni wa kubariki watu? Mbona asinibariki na nguo mpya? Mpaka mtu avae huko Ulaya na mchavu alikuwa na magonjwa ya vipele. Sasa ameitupa, amekuja, sasa ndio nakuja kuvaa. Unakuta mpaka wengine hapa chini juzi mpaka nikawahurumia sana. Mama mwingine pale chini alikuwa ananunua suruali ya ndani ya mtuba. Nikamuuliza, ni pesa hauna? Akaniambia, sasa nifanye nini? Nilirudi kwa mfuko nikamwambia, shika hii 1,000. Nenda ununue mpya. Ujui ni nani alikuwa amevaa hii. Sasa ni huyo tu mmoja niliona. Na wale wengi wanavaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ni kitu naona ni chukizo. So painful. Imagine sasa ni mama ya mtu amevaa suruali ya mtumba. Ni dada yako amevaa suruali ya mtumba. Eliza. Ati ni Eliza amevaa kitu ya mtumba. So painful.
So painful. Hiyo kitu haikutengenezwa ikiwa ya mtumba, ilitengenezwa ikiwa mpya, ikiwa yako. Ni venye haukujielewa. Mfalme wa Pasha akakamata vitu zako, akakamata nguo zako za ndani na za nje, akakamata ng'ombe zako, akakamata mume wako, akakamata mke wako, na sasa wewe unaendelea kuomba. Danieli tu aliendelea kuomba, wakati alikuja kuelewa, ndio malaika Gabrieli akakuja akamwambia ya kwamba kila kitu kilikuwa kimekamatwa na mfalme wa Pasha, lakini Michael alikuja akaninasua kutoka kwa mikono ya mfalme wa Pasha. Unahitaji neema ya hekima ndio vitu zako ziachiliwe. Vitu zako already ziko. Vitu zako za kuinua dhabihu ziko. Pesa zako na kila kitu cha kuinua dhabihu ziko. Gari lako liko hapa, mashamba yako yako hapa. Kila kitu ambacho unahitaji kiko hapa. Everything that you need is here. Your money is here. Ziko kwenye banki zimelala, zinatumiwa na banki wakifanya mabiashara. Sige to fixed account. Akejali goko na wotogia goko. Apostle. Nyo mauri goranyo no go didio kire akorugera ciana ciakwa. Na mbeca ciake cikomete bengi cirahuthirwo ni andu orogu. Hallelujah. Tell your neighbor we shall overcome. Yes. Tell your neighbor I shall overcome. Ongea na sauti ya mtu mshindi. Mwambie I shall overcome. Haijalishi wamekamata nini, haijalishi wamekamatwa namna gani, haijalishi wameiba namna gani, haijalishi ni mfalme mgani, awe ni Ruto ama ni nani, bado vitu zangu zitakuja. I shall overcome. Tusimame kwa miguu yetu. Are we blessed? Thank you very much. Shika sadaka yako kwa mikono yako. Sadaka ni kila kitu. Kila mtu atoe sadaka, kila mtu aliye ndani ya nyumba hii. Maana this is a prophetic message. This is what? Ni ujumbe wa kinabii. Nimeachilia nguvu za kinabii kwako, ya kwamba chochote ambacho kimekataa kukuja kitakuja leo. Maana nimenasua huyo mfalme wa Pasha mwenye alikuwa amekamata vitu zako, nimemnasua kutoka kwake. Sasa vitu zako Michael anateremuka nazo mbio mbio, haraka haraka. Ni zero ni radio na gojera droda. Kai. Nolera akuonere darona. Ni 2727 ni Equity pay bill 2727 935,035. Na wale ambao hawajalipa pesa ya kwenda kule mlimani, tafadhali mlipe haraka ile 500 ya kulipa kwa gate. Na wale watu tutaenda huko, ubebe chakula yako. Ubebe chakula yako, kama ni mandazi ubebe, kama ni muhogo ubebe, na kachai kako ubebe na thamos. Hakuna mtu ataenda kukupatia huko, kule ni wanyama wako huko. Hakuna mtu atakuangalia. Ama tupende tupike mkimo huko. Mshika sawa nini yako? Inua juu. Nataka ushike dhabihu yako, inue juu. Nataka kunasua vitu zako kutoka kwa mikono ya mfalme wa Pasha. Inua tu mkono wako juu, mikono yako miwili. Ukimaliza, kama umemaliza, ngojea kidogo tumalize. Kuna mwingine anahangaika hapa mbele yako. Msaidie. Amemaliza. Mfalme wa Pasha amemkamata for a long time. Kutoka leo umeachiliwa, na ukaage hii kiti ya mbele, maana umeachiliwa. This is the day that you've been waiting for. Hii ndio ile siku Mungu alikuwa ameitenga kwa sababu yako. Hii ndio ile siku Mungu anakuinua. Hii ndio ile siku Mungu anakubadilishia maisha yako. Hii ndio ile siku maagano yako na Mungu yamefufuliwa tena. In Jesus name. Inua sasa mikono yenu vizuri. Sema, Bwana Yesu, mwana wa Mungu, niko hapa. Kumbe nilikuwa nimekamatiwa vitu zangu na mfalme wa Pasha. Kumbe mfalme wa Pasha alikuwa amenikamata.
lakini leo nimejua na nimejinasua na nimejinasua na nimejinasua kutoka kwa mikono ya Pasha, kutoka kwa mikono ya Pasha. Baba, katika jina la Yesu Kristo, watoto wako hawa ndio hawa wamekuinulia dhabihu hii kama sadaka ya kuteketezwa kwako kwa ajili ya utukufu wako. Ninakuja kinyume na nguzo aina yote ile iliyoinuliwa kutobariki watoto hawa. Ile nguzo ambayo iliinuliwa kufanya watoto hawa waishi katika hali ya maskini, hali ya mateso, hali ya kuibiwa, hali ya kunyang'anywa, hali ya mateso. Masheke ndereboroza yaka ndoroboshaka. Ninawafungua wote. Ulimwambia Gideoni aingie kwenye zizi ya baba yake, atoe ng'ombe 2 wa kiume wa miaka 7. Hawa watoto wamekuinulia ng'ombe 2 za kiume wa miaka 7. Sasa ndio hao wanaenda kubomoa madhabahu ya Baal ambayo Joash alikuwa ameitengeneza. Madhabahu ya Baal yalitengenezwa na baba zao. Madhabahu ya Baal yalitengenezwa na mama zao. Madhabahu ya Baal yalitengenezwa na waume wao na wake wao na watoto wao na jamii na maeneo. Madhabahu ya Baal iliyotengenezwa kuharibu, kuteketeza na kuangamiza hawa watoto. From today I set them free. I set them free. I set them free. Ninateketeza madhabahu ya Baal katika maisha ya watoto hawa. Ninaangamiza madhabahu ya Baal kutoka kwa maisha ya watoto hawa. Chochote ambacho kilikamata anga za hawa, ardhi ya hawa, mali za hawa watu, chochote ambacho kilitumika kwa waganga, kwa wachawi, kwa Illuminati kuwazuia hawa watoto kubarikiwa, hii leo ninakibomoa. Hii leo ninakibomoa. Hii leo ninakitengeneza, ninakiangamiza. Naangusha madhabahu ya Baal, naanguza minara ya Baal, naanguza ashera za Baal, hata miziki ya madhabahu yote naisambaratisha, ninaifunja katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia kutakazwa kwao, wakapate kubarikiwa. Mikono yao ibarikiwe, mahali popote atakapokanyagisha nyao zao wapate kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Naomba na kuamini. You are free. Mwambie mwenzako I'm free. Muangalie kwa macho tu, mwambie niko free sasa. Niko free sasa. Mwambie ulikuwa unafikiria sitafunguliwa, nimefunguliwa. Basi leteni hapa. Usichukue, lete hapa. Ndio. Sasa leteni zaka zenu hapa. Mweke hapa kwenye madhabahu. Na Mungu atakubariki. Wale wa simu na waelewa. Yes. Unakunywa dawa za nini? Jesus name. Yes. Si mnajua tabia yetu. Si mnajua sasa tabia yetu. Hawa shosho lazima tuwanunulie kauga. Nani anataka kubarikiwa na huyu? Simama. No kwenda kuradhimu. Nani anataka kubarikiwa na huyu shosho? Mtu anataka kubarikiwa. Kubarikiwa ni kumnunulia tu paketi 2 ya uga. Umnunulie umpatie. Umeenda huko, heda huko. Utabarikiwa. Umnunulie paketi 2 unampatie. Nani angetaka kubarikiwa na huyu shosho? Ni wewe? Yes. Shosho. Nokugulirwa ni usio.
Nani angetaka kubarikiwa na huyu shosho? Yes man. Rugama. Ndio huyu. Ndio kama anakaa simama. Ana kama anakaa. Paketi kapi? Bidi za uga. Kaa chini. Nani angetaka huyu shosho akule mfuko yake? No kwenda shosho yake. Yes. Ndio yule. Simama. Ule ukaragete nywele. Simama mami. Nani angetaka huyu akue baraka kwako? Sawa. Mama, ukiinua mkono na usimama. Kwa na discipline. Darakara. Darakaruka. Nimerakaruko. Ori. Ikarebe. Yes. Nani angetaka kuwa msaada kwa huyu? Simama. Simama. Polisi gani yana nini? Osho. Mamona. Na moiga naine. Na ne mohia naine. Mohia na neke. Nekai. Dokirugame. Na wewe kweli rugame. Nani mwingine hapa? Hapa tuna mwingine. Huyu. Nana motora na gago. Nani mwingine? Si wewe. Kuna mwingine mama shosho? Ako. Yule ageuka. Guka, simama guka. Nani wewe? Guka, si usimame. Nikiongea unasimama ama nikuchape kofi. Kabada. Ukienda kwa ganga kuna kuanga na vituko. Nganga atakuja next week. Wacha wiki hii nyingine atakuja kuhubiri hapa. Komada mwenyewe. Mtahama kanisa kwa sababu si mtu mzuri. Ni mtu mbaya lakini si ndio? Nilikuwa nataka mseme ni mbaya, mungenitolea mzuri. Hiyo ndio baba yangu alinizaa. Sasa ni nani hapa? Hata umejishikia. Kaa chini. Ulikuwa unataka kununua? Simama tu. Wale wangetaka kununua, hawakupata nafasi ya kununua. Simama. Oleko. Haya. Oyo niga neire thina. Ugavana igoro. Hapa ni nani? Ndio ule. Hata kana smile tu kama wewe. No muhoyagire we na ndukamukirie roho wa thina. Umuhoire athereme agukire na atoke piu na thima bururi manaja na athereme. Ni muigwa muhoire ciana icio? Mwana ucio watuma urie umuthi umuhoere no umuhoyagire o muthenya. Uwe unamwombea kila siku. Unamtakia mazuri. Yes. Wewe tulia. Wewe acha siasa wewe. Kuna mwingine angetaka kusaidia? Simama tu. Wewe simama. Kuna mwingine angetaka kusaidia kununua unga ama maziwa. Unasikia ungetaka kusaidia mtu mmoja. Sio lazima hawa wako hapa. Kuna wengine najua wako mahali. Simama tu. Wewe unaona kama umefungiwa mlango. Asante. Weka chini. Wewe kuna zako kuna mahali zitaenda. Sawa. Kuna mama ako mahali fulani. Ako na watoto. Alizaa kama kuzaa. Alafu akafukuzwa. Sasa aliniambia tu anataka chakula ya mtoto peke yake. Sasa nitampelekea. Si ndio? Utasikia vibaya. Thank you. Yeah. That's how I love this church. Na hivyo ndivyo ningetaka mtukue. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu labda huyo ndio malaika wako anaitwa Michael. Hako kaunga. Labda Michael amejificha ndani ya hako kaunga. Ndio aende ashike mfalme wa Persia amngoe, ndio Gabrieli alete mzigo yako. Sasa hujui
Mimi ndio nafanyaga vitu kwa sababu mahali Mungu alinibarikia, nimejaribu Google, kumafanya Google. Nimeingia kwa mpaka AI, chatbox, chatbot, kutafuta nikideki ni nini nilifanya Mungu nikafurahisha Mungu. Sijajua ni nini. Lakini kuna kitu nilifanya, lakini sikujua. That is why I normally do things randomly. Nafanya kila kitu mahali nikikuta akifanya vizuri nafanya. Nikikuta akifanya hii nafanya. Nikienda hapa kwa sababu sijawahi jua. Nimejaribu kutafuta, kuuliza Mungu amekataa kuniambia. Sasa ninafanyaje? Google Map, Google search, kutafuta ni nini hiyo kwa sababu Mungu aliniambia ulifanya kitu kadogo, hata nikikwambia utashangaa na sitakwambia. Kitu kadogo. Zinaonekana nafanyanga vitu vikubwa na vingine vidogo, vikubwa na vidogo. Napenda kama hawa wasosho sana, simeona siku hizi wameng'ara. Hebu simameni. Mbona hawa wasosho wameng'ara? Hebu angalia. Angalia wasosho venye wameng'ara vizuri. Sura mpaka zimegeuka. Sasa ukifikiria mama kama huyu ni mweupe na alikuja hapa akiwa mweusi titi. Angalia sasa ati ni mweupe. Sasa nitakununulia mafuta. Sasa nitakununulia mafuta. Unajua mimi najua zamani ulikuwa unajivaka yorada. Sasa nitakununulia mafuta ya kisasa. Ni unukaga wega. Kuna kitu nataka kusema. Kuna msichana alikuja akakaa karibu mahali naishi. Mahali nyumba yangu ilibomolewa. Kuna kiti nawekanga hapo. Mtu yote akikuja tu napata mahali pa kupumuzikia. Alikuja tu tukakaa pamoja na yeye. Mama mnono tu. Mnono aje? Mnono hivi. Takakuja tukakaa pamoja na yeye. Karaide. Dada akaja mkau karaide. Ikaraide nimekwirwo. Baada nikiakisha moto akaniambia wacha nikusaidie kuakisha moto. Kwa sababu nilikuwa namuogopa. Ni juzi tu. Nikamwambia hapana. Nikamwambia mtoto wangu wacha niakishe moto. Maana sijashindwa kuakisha moto. Sitaki kukusumbua. Akaniambia mimi hiyo kazi ndio nafanyanga. Kaza nafanyanga kazi wapi? Akaniambia nafanyanga Kayole. Alirudi akapigiwa simu. Tukiwa pamoja na yeye hapo. Wakawa wakiongea na huyo mwenye alimpigia simu. Kilikuwa kijana. Mmoja alikuwa ameajiriwa kazi. Amuuliza kwani mnaambiana aje? Akaniambia huyu ni kazi anawacha. Na ameandikwa kazi kubwa. Pesa nyingi sana. Analipangwa 54,000. Na ananiambia nataka kuacha hiyo kazi. Unaweza uko na miezi ngapi? Akasema miezi 8. Baada ya kumwambia hivyo, akamuuliza unawacha kazi uko na pesa na uko pesa. Akamwambia miezi yote 8 ambayo umefanya sijaona faida. Sijaona mazao kwa hiyo pesa. Nikipatiwa hiyo mshahara 54,000 ikiisha sijuangi. Akamwambia akamuuliza unatoanga 10%. Akamwambia mimi sitoangi.
Wazazi wako mnakuanga pamoja? Mimi sikusikia vizuri vile alisema. Akamwambia utafanya hivi. Juu kazi unataka kuacha na hauna kazi nyingine. Ulikuanga na motorbike na Mungu akakubariki. Na sasa unataka kuacha hiyo kazi. Ukiona kazi nyingine huo ukitoa kifungo cha 10 ama urudi kwa wazazi wakwambie mahali ulikosea, ama kuna mahali ulikosea wakusaidie. Yangu nimemaliza hapa. Asante sana. God bless you. Keti. Ikarebe. Ewa anawaambia mkiambiwa mutoe, ni kuna baraka fulani ambayo inafunguka. Kuna kitu ambacho kinafunguka. Si eti sina uwezo wa kununua, na uwezo wa kuwanunulia. Lakini ni kwa nini baraka? Already Mungu ashanibariki mimi. Nishabarikiwa. I'm blessed. Ama uone hivyo? Na pia ningetaka pia na wewe ubarikiwe. Maisha yako ifunguke. Hamuhitaji maombi. Hii maombi mnakujanga ati muombe. Hamuhitaji. Mnahitaji tu kufanya kitu kadogo kakufungulia mlango. That is the only thing imekufungia. Small thing, a very small thing. You only need to just be good, be a good person to the society. God will see you. God knows what you are doing, where you are doing it, and when you are doing it. God loves you the way you are. Vitu za dunia, yani utajiri wa dunia si maombi. Kupata pesa si maombi. Ukuje hapa ni kuombea hakuna, unadanganywa. Nikikwambia pokea gari hapo, atipokea, inua mikono yako upokea logbook. Ni wapi umesikia kuna gari ya mtu imewachwa barabara ndio nikupatie? Gari ni pesa, lazima ukue na pesa. Wende hakuna mtu amewacha gari kwa barabara. Atichukua hiyo title. Hii imetoka wapi? Ni wapi umesikia ranch wana print title free? Ati kuna watu wako barabarani wanangojea title wachukue. Wapi? Na wakiprint title, shamba ni ya nani imewachwa free? Hakuna shamba free Kenya hii. Kama haina kwa mikono ya serikali, iko kwa mikono ya watu. Kwa hivyo ukuje hapa nikupokeze. It's all about unlocking your potential. Understanding the principles of the kingdom. Kuna pesa timahoya, teo ukaka hako hoya besha. Ati baba na kuopa. Kuna njia ya kuattract. Unaona hako kaunga mmetoa. Kuna kitu katakufungulia. Mkono upatia nao ndio mkono ufanya nini? Unapokea. Kwa hivyo lazima upatiane ndio ufanye nini? Upokee. Learn to be a good person. Learn to be a blessing to the society. The society rewards. Hawa wamama unaona hawa tunaweza kwenda tunitumama tu, tumama tuchafu, tumama tumekaa, lakini labda kamebeba kifunguo ya maisha yako. Hako kamama tukaita mimi siwaiti tu mama, ni kusema unajua wengine wanasema katika ana katumia kau. Hako katumia, kumbe ndio kako na kifunguo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kana wao. Hawa ndio wamenifungulishia hii huduma yangu yote. Hivi unaona hii ni kubwa. Ni hawa. Tulianzana nao kule City Stadium, tukaanza kuwapatia chakula. Kidogo tu. Tulikuwa tunapatia nusu kilo ya uga. Nusu kilo. Maana hiyo ndio tunge afford. Saizi tunawapatianga kilo 5 ya uga, dego kilo 2, mchele kilo 2, mafuta kilo 2. Yaani unakuta unawapatia zaidi ya kilo 10 wanabeba. Unaona mama amekuja na ile nyamekoa, akienda nyumbani unasikia raha inside you. Kila mwezi tuna spend 2.5 million shillings. 2.5 million. Na hazijawahi kosa. Hazijawahi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha tuipige. Ekehole, mwekemuere. Oya tu horia. Horia niki? Ukire kwa thoguo. Horia niki? Oya thimu. Mwire, hello. Ni landlord. Niko na apostle na amesema atalipa.